Kwetu nyumbani kulikuwa watu tumefinyika, hakuna vyakula, hakuna nini. Nilikuwa ninafunga nguo na ile maganda ya mandizi. Unajua the last time walisikia ukisema ya kwamba ushaitembea uchi wakaona kama ni mchezo. Yes, hiyo siku nilikuwa nimekunywa kila kitu. Na sio mara moja. Kila kitu. Na kuna wakati mwingi sana hata hiyo kitu ilikuwa inaniambia nikiwa bila nguo niko smart, juu niko mdark. Sasa hiyo siku nilikuwa nimechapwa kutoa nguo zote, lakini bado nasikia haina shida. Hata mkitoa ninaenda tu, maana kusema ukweli ni kama nilikuwa mtu mwenda wazimu. Hiyo ni mwenda wazimu. Hatuwezi kusema vitu mingi. Nimekwambia Mob Justice, nimeibia mtu vitu zake bila kujua ninaimba. Kama siku moja mzigo mwingine unawekwa kamukuji, mimi niko na kamzigo kadogo wa huyu mtu ulikuwa mkubwa, hata alikuwa anapelekea watoto vitu shuleni. Lakini bangi ilifanya nichukue, tulipoweka mizigo pamoja mimi nilichukua wa huyo mtu. Kibao ambacho kimetoka hewani, mpenzi mtazamaji, ni kibao cha mgeni wetu wa siku ya leo, Njeru Thiga. Tuhu si bure. Unajua sasa leo tunafanya tukikwambia ile mbele tufanye translation because sababu hata mwenye niko na yeye hapa lakini tunajaribu reure. Nilikwambia tuhu ni kuga si bure, kupiga magoti kumuomba Mungu si bure. Okay? Kwa sababu unajua kuna wakati mwingine unaomba unaona ni kama Mungu asikii. Acha nikwambie hiyo maombi hata kujibu tu. Wakati tunakuja asubuhi, sika David King aliona, maana yake ndiye alikuwa anaendesha gari. Baadhi huwa tunaandamana na yeye kila mahali. So kuna gari ilikuwa mbele yetu na ilikuwa imeandikwa pale kwa kitu nilisoma hapo. Walikuwa wameandika wanasema ati Mungu ndiye pekee anaweza fika ni kama amechelewa lakini bado afiki on time. Na ni ukweli. Unaelewa? Ya kwamba he's the only one who can show up late but still on time. Exactly. So late wewe ukiona wewe kwa sababu miaka ya kuolewa imefika. Inakwambia Nika ile wewe, you know, but still in his own timing akifika he's on time. Ndio muda ambao alikuwa ameupangia. Yes. Lakini mara nyingi sisi kwa sababu ya kuona kwa macho ya nje tunatakanga aharakishe. Mbio chap. Sijui kama tunashikana. Tunapatana. Exactly. So huo wimbo atakuwa anatuambia aliutunga wapi na message ilikuja kwa njia gani. Na sasa huo mwingine mwenye nilikuja nikiusikiza asubuhi, huo wimbo ulinibariki sana. Acha kwanza hata tumkaribishe. Good morning. Morning. Bwana sifiwe. Praise the Lord. Amen. Amen. Unajua the last time tulikutana ilikuwa ya hivi kwa sababu ilikuwa na wakati wa COVID. Wakati wetu wa ule wa uhalisia. Yes. Naambiwa kwamba utasongesha microphone yako karibu na mdomo. Yes. Haina shida. Njeru Thiga. Njeru Thiga is my name. Yes. Mtumishi wa Mungu, nimeokoka. Nashukuru Mungu sana. Yes. Na nashukuru Mungu pia kufika hapa MBCI. Nimekuwa nikitamani kuja hapa ndio tuweze tu kutumikia Bwana. Yes. Nimefurahi sana hata kuwaona live. Hata mimi tumeshukuru. Wajua TV zetu ni dogo. So tunashukuru Mungu. Asante. Yes. Kabla hata niseme chochote, hiyo neno ni tamu kwamba Mungu anaweza onekana kama amekawia, lakini ako wakati wake. Yes. Na mtu mwingine pia mwenye hachelewi ni mtumishi wa Mungu. Mtumishi abuangi like Pastor Njeru amechelewa. Hapana, usiseme hivyo. Biblia inamuitanga amekawia. Hata Bwana Yesu wakati alienda kwa huyu nani huyu alikuwa amekufa, huyu Lazarus. Yes. Biblia haisemi sasa akachelewa sana, alikawia kufika. Hachelewi, hapana, kwa sababu hata kama afike wakati upi, kenye kilikuwa kifanyike lazima kitafanyika. Amen. Hata siku ya leo mtu mwenye ni wa kubarikiwa ataenda nyumbani na baraka kabisa. Kwa sababu umekawia kufika, hukuchelewa. Umekawia kidogo, hachelewa. Yes. Anyway, we thank the Lord for you. Tunajua kwamba ulikuwa umetoka kwa wakati ambao unajua pia Nairobi na mambo mingi, traffic and all that. But we thank the Lord. But I still wanted to say something.
Unaweza machisha. Umeona? Kama nafikiri ni venye tu Mungu anaenda akipatia mtu utukufu. Hiyo ni kitu tu inakuanga hivyo kwa sababu kuna story. Yes. Kuna kabla kukue na hiyo glory, unajua kuna kuanga na story hapo nyuma. Kwa hivyo tuta na unajua wewe mambo mengi sana. Yes. So tunashukuru Mungu. Yes. Amen. Ulikujanga huko ukapitia wapi kwa barabara? Unajua huyu my brother Kamiti ako na story anajua kunihusu. Kwa hivyo anajaribu kuangalia yule mtu ambaye ile mambo ilikuwa pale mbeleni. Anairudisha. Hapo anaona yule mtu amekuja leo anashangaa. Na sio huyu tu, hata watu wa kwetu nyumbani wanaonitazama. Wao ushangaa. Huyu ni yule Njeru. Tulikuwa tunamuita wa Kanyamo ama ni yule mwingine. Ni yule tu. Ni yule tu. Ile kitu inakuanga tofauti. Ni punda akibeba Yesu. Hiyo ndio tu tofauti. Punda akikubali kukaliwa na Yesu, lazima atashangiliwa, utukufu, awekewe mikeka, atengenezwe barabara, iwe safi. Lakini atakapoweka Yesu chini, akiweka Yesu chini, abebe rai tu. Atavuruta bikokoteni. Huyu anayesimama mbele yenu ni kwanza kabisa, wacha nisalimie mtazamaji. Praise the Lord. Amen. Mimi ni Njeru Thiga, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nikusalimie tu mtazamaji. Yes. Na ubarikiwe sana. Tutakuwa na wakati mzuri hapa na Bwana wetu atakubariki. Nitasema kuhusu kule Mungu amenitoa. Na leo ni siku yako hata wewe. Unaweza kuwa uko hapo, haujawahi hata unasikianga tu shuhuda. Kuna wakati nilikuwa hivyo. Nauliza, kwa nini mimi sina ushuhuda ya kwamba Mungu hufanya? Inaweza kuwa unasemanga hivyo paka unaona watu hujifanya. Lakini wacha nikwambie, siku yako ya ushuhuda ni leo. God bless you. Amen. Unajua umekuja hapa tukakuwa very excited mpaka tukaruka kukuuliza familia wazima. Unajua Kiafrika ni vizuri kujua kama watu ni wazima nyumbani. Mke wangu ni ameokoka, ametawarwa roho na mawazo na mwili. Amen. Watoto wako shuleni. Hao hawanitazami na tunashukuru Mungu kwamba wako shuleni. Lakini my wife ananitazama na wale wengine wote, familia, mamangu, mzazi, babangu, wote wako wazima, wameokoka. Now Laura Neo, umesikia Njeru mwenyewe ameanza kutanguliza kusema ya kwamba unavomuona hivi si venye kuna maisha mengine ya hapo nyuma. And probably wakati ambapo tuliweza kuea makala haya uhalisia, huenda kuna mtazamaji ambaye hakuipata. So amekuwa akimuona Tito turagia du. Wanaona mtu ambaye Mungu amemrembesha, amekuwa neema ya ajabu, lakini wakajua hiyo neema kule ilitoka. Now Njeru Thiga, tunataka utupeleke down the memory lane now, live on MBCI TV. Maisha yako kule ambako yalikuwa yamevurugika sana. Wakati ulikuwa bwana wa Kanyamu. Nitaanza na kusema kila mtu duniani anaweza kuwa kitu kabisa. Hakuna mtu mwenye sasa ni bure. Kama bado uko hai, unaweza fanyika kitu maishani. Kwa sababu mimi ni yule mtu ambaye nilikuwa ni kama nimesahaulika. Hata hakuna mtu angefikiria kitu kinaweza toka kwangu mimi mwenyewe huwa naangalia picha zangu, naona hata sio kama hii sio yangu. Ni kwa sababu si kwa mtu ambaye kuna wakati nilikuwa nimepotea sana. Lakini maisha yangu haikuwa hivyo. Ilikuwa nzuri mwanzo. Manangu, mamangu na babangu walinipeleka kanisani. Wote kwanza walikuwa walevi. Babangu ndiye alikuwa mlevi. Lakini baadaye walikuja kuokoka. Walipookoka tuliwafuata kanisani. Baada ya kuwafuata kanisani, nitasimulia kwa haraka leo, hatuna yule muda mrefu. Baadaye ndio nikatoka mimi kanisani baada ya kuwa mtu mkubwa. Nilipokuja Nairobi, nikaonja maisha ya Nairobi. Nilitoka nyumbani kwa sababu ya shida. Kule kwetu nyumbani kulikuwa watu tumefinyika, hakuna vyakula, hakuna nini. Nilikuwa ninafunga guo na ile maganda ya mandizi. Naona hiyo kitu. Nilikuwa nafunga hivyo suruali isianguke. Nakumbuka nyanyangu ndiye alinipea pesa za kwenda. Unaona venye mtu ni mkubwa
mkubwa sasa nataka kwenda kutairi. Nilienda nikaongea na nyanyangu nipe tu pesa ndio niende. Babangu hawange afford, nyanyangu akanisaidia na pahali ka nyumba hivyo nikajengewa. Baada ya hiyo singekaa nyumbani sababu kulikuwa shida mingi sana. So nikatoka nikaja Nairobi ndio niweze kufanya kazi kama watu wengine. Nilipenda kusoma ndio nijipeleke shule na nini. And nilipokuja huku nikaanza kazi ya kuuza mboga. Kila biashara yenye unaweza kutaja umefanya. Busy. Kukatakata mihogo, kukatakata yams, kuuza terere, kuvuta mkokoteni, kubeba mizigo. Kama jana nimekubushwa na mtu mwingine mahali ameniuliza, wewe ndiye yule mtu ulitudanganya Marigiti wewe? Nikamuuliza kwa nini? Sababu unajua kule Marigiti wakulima market nilikuwa ninapewa tu kazi tu kuuza machungwa. So nikawa na machungwa kuna wakati na kuanga kali sana. So mimi biashara yangu lazima ungekula hata ikiwa kali, lazima ungenunua. Sababu nilikuwa nikiona customer ninakata chungwa. Ninakula ninasema ni tabu. Itakudasia ukijaribu nikupe ufanye uso namna hii, wewe yangu hutakula. So ninauma na ninajifanya nimefurahia. Weka sura mzuri. Tamu sana. Tamu sana. Na wewe wakati unapita unasema na venye ana nini kari. Wacha tununue hii. So nilikuwa saa hizo ni kazi nimepewa zangu zikinunuliwa nitapata kulipwa vizuri. Pesa nyingi sasa. Ndio hizo kazi nimefanya. Hiyo kazi ile mbaya sana nimefanya maishani. Ni hiyo ya kubeba mizigo. Maana ilikuwa ni kazi tunajaribu kuvutana na watu. Jamaa mmoja alikuwa anaitwa Bakari. Ndiye alikuwa anapewa hiyo kazi sana huko wakulima market. Na nilisubuka. Nakumbuka siku moja nilibebea mama moja sukuma, gunia ya sukuma. Akanilipa 5 shilling. 5 bob. 5 bob. Na kutoka wakati huo nilienda nyumbani. Mimi huo wakati nilikuwa natafuta pesa. Nipate 20 bob. Nikipata 20 bob kulikuwa na githeri ilikuwa inauzwa pale Mudhurwa. Wale ambao wananitazama wanajua, wale wanaweza kuwa wa area hiyo. Hiyo githeri kuna venye ilikuwa inafungwa na kikaratasi. Tulikuwa tunauziwa watu wote wa kubeba mizigo na machokora wote tunaenda tunabeba hiyo githeri. Lakini nilikuwa nasema nikikula tu nitaishi siku kama 4 kama sijakufa. So maisha yangu ilikuwa hivyo. Ilikuwa ni kubambanya. So baadaye ndio nikaenda mahali pale Isli, pale Tiborwa Street. Hapo ndipo mimi nilifanya kila kitu kenye watu husema. Maana hapo ndipo niliishi, pakaanza kusemekana hapo mahali ati hapakuangi pazuri. Ati sasa watu wakipita hapo kuna venye wanafinywa shingo, wakasema ati Isli hapo ukipita hapakuangi pazuri. Sijui kwa nini watu walikuwa wanasema hivyo, lakini nilipotoka walisema sasa siku hizi ni pazuri. So nishikanisha hapa. Wakati ulikuwa hapo palikuwa pabaya sana. Ndivyo yasemekanaga. Lakini ulipotoka wakasema sasa pamekuwa mazuri. Sijui kwa nini. Anasema ati watu hapo wananyang'anywa sijui nini. Lakini tangu Njeru atoke. Kwa sawa. Sasa hata wananiambia, ili yetu isakuwa mzuri unaanza rudi. Wao wenyewe. Mimi naambianga hata juzi nimeambia mtu. Ukisikia mtu amekibizwa, hata ni jana hivyo nilikuwa naongea na my wife. Namwambia ukisikia mwizi ameambiwa huyo mwizi, na wewe wacha kukibiza. Huwezi jua hawa wengine wanasema mwizi wanaweza kuwa wako tuko hapo kwa rai. So wewe kaa tu kando, angalia ama uhakikishe kwamba kuna askari ama mtu ambaye anajua. So palikuwa pazuri. Kwa nini inasemekananga hivyo? Maana hapo Tiborwa Street nilienda nikawa na mtu ameshikana na watu, nikaanza kuoshea watu manguo hapo, nilikuwa naosha na sewage. Kwa nini unasema kwa sauti? Pale. Hapo na waoshea wananilipa. Juu yani wale watu ambao wanaleta nilikuwa nimeandika Gacheru
super dobi hapo Chiborwa. Lakini sasa hiyo tulimaliza ya ukora. Nilikuwa nimejenga kanyumba kama karatasi. Hapo nilikuwa naishi kwa kanyumba kama karatasi. Siku nyingine na badilisha, naweka yellow, green hivyo. Unabadilisha colors. Yes. Hapo hata kuna wakati watu walikuwa wananiita daktari. Kwa nini tena? Daktari tu juu ya kitu inaitwa, kuna tu vitu vingine nilikuwa nauza, inasemekananga ni dawa. Nini? Lakini sio dawa. Hizo vitu ndizo pia nilikuwa natumia wakati huo. Wakati watu walisema hizo vitu zilikuwa zinaniambia, zilikuwa zinanifanya nifanye vitu ambavyo havifai. Na hapo ndipo naweza kusema kwamba Mungu alinisaidia akanitoa. Maisha yangu ile inasemekananga baya ni hapo. Na watu wengi sana hata hufikiria kwamba bado Njeru hajabadilika. Kuna wakati naendanga ninasifu Mungu sana. Nina dance, ninazunguka, ninaruka sana. Nikikumbuka kwenye Mungu amenitoa. Watu wanasema kuna kitu haijawahi isha kwa kichwa. Unajua the last time walisikia ukisema ya kwamba ushaitembea uchi wakaona kama ni mchezo. Yes, hapo hiyo siku nilikuwa nimekunywa kila kitu. Na sio mara moja. Kila kitu. Na kuna wakati mwingi sana hata hiyo kitu ilikuwa inaniambia nikiwa bila nguo, niko smart, juu niko mdark, niko na suit. Uko sawa. Niko sawa. Kuna wakati mwingine pia nimechapwa hapo, nimechapwa pale garage. Isiri. Na watu sijui venye ilifanyika, nikatoroa nguo zote. Mob justice. Mob justice nimechapwa mara 2 hapo. Hapo tu. Sasa hiyo siku nilikuwa nimechapwa nikutoroa nguo zote, lakini bado nasikia haina shida. Hata mkitoa ninaenda tu. Paka siku moja jamaa mmoja, my friend anaitwa Wadhi, hata nimeenda juzi kumuona. Hiyo picha nitaiweka kwa YouTube. My friend wa huko Kenyona akaniambia, ulikuwa kama mchawi anatembea. Sababu ya venye nilikuwa sina nguo na ninapanda tu mchana bila kuogopa. Lakini ni kwa sababu ya ile vitu nilikuwa ninatumia. Unaoivuta bangi? Ndio bangi naongea kuhusu. Venye siwezi kutanja. Mimi nakataa kuongea hiyo mambo sana. Kwa sababu sitaki mtu ajaribu. Mimi si kuvuta bangi kwa muda mrefu. Lakini siku moja ilifanya nifanye vitu ambavyo ni mbaya. Mimi nilikwambia nilikuwa nasalimiwa. Njeru habari. Hiyo bangi nashika hiyo salamu. Inangoja nitoke hapa niende safari ndo itaangusha. Nasikia Njeru habari, nasema mzuri sana. Lakini yule mtu amenisalimia simuoni. Hata alienda. Bangi ndio ilikuwa inaniambia unataka, inanituma nikalime. Naenda kulimia mtu shamba. Nilikuwa nafanya hizo vibarua. Nalima. Nikiona kule mbele hakufanani na nyuma, nasikia hapana. Bangi ilikuwa inaniita wakini. Wakini ni kusema rafiki. Ilikuwa inaniita rafiki. Lakini iliniita hivyo kwa sababu ya mtu mwenye tulizoea kuvuta na yeye. Hiyo bangi ilikuwa nikifanya kitu tu hivi, nitazoea hivyo. So nikilimisha tu wakati niko karibu kulewa, wakati niko karibu kunilewesha, nilimisha tu hiyo jembe hivyo, nitakuwa na enjoy, ninalima. Watu wakiniongelesha, Njeru kwani uchoki? Nalima tu. Kwanza nikiangalia nyuma nione kuna tani rangi nyingine na kule ninaenda. Tunaanza fresh. Naenda mbele. I wish Bwana ningeomba Roho Mtakatifu anijae hivyo. Ya kwamba nikitazama kule ambapo nimefanya kazi ya Bwana, ile vitu nimefanya, naona nimebakisha, ninafanya tu hivyo kiroho. Nafikiri ndio Bwana Mungu aliniokoa. Hivyo ndio bangi ilikuwa inanifanyisha kitu. Siku moja nimerewa na hiyo bangi. Ninasalimiwa na mtu. Aliniuliza swali. Hello. Na mimi akaniuliza, sijui ni watu waliniuliza kama nimewaona ama nini. Juu singependa aone moshi yenye iko kwa mdomo. Ndio nimevuta, nimefanya hivyo. So ameniuliza swali,
Unajua kama bangi ingenilewesha nikifanya hivi, sitaweza kuweka huo mkono chini. Utaendelea hivi. Nitaenda hivi paka iniache. So ameniuliza swali huyo mtu. Nikasema bahati mbaya, kumbe bangi ilikuwa ndio inashika. Nilijaribu kusimamisha kichwa paka na mikono. Najaribu kusimamisha kichwa. Najaribu kusimamisha kichwa. Inazonga tu peke yake. Yes, nikaona hapa watu watajua Njeru Thiga, Njeru alikuwa ananiita Wakanyamu. Watajua Wakanyamu amevuta ile kitu. Nikajificha kwa shamba peke yangu ndio nigoje ishe. Ulikuwa unajua itaisha tu. Itaisha, unajua sasa shida sio hata ulevi. Shida ni venye haisi. Kwa nini kichwa inaenda wewe? Inatembea kwa nini? Sisimame. So bado nikiwa nimejificha. Haisimami. Yes. So venye nifanya kwetu kuna migomba ya mandizi. Venye ona venye inachomokanga. Yes. Kama miwa. Inachomokanga hivi. Moja hivi, ingine hivi. Inakuwa hivi. Yes. So mimi ni bangi kaniambia wakini weka kichwa katikati ya hizo migomba. So unaona hapa ndipo niliweka kichwa. So haitembei, nasikia tu lakini nasikia ikifanya hivi lakini haitembei. Iko tu hivyo. Hiyo siku nilitoka wakati inini imeniacha. So inaendanga tu ikiacha paka sasa unakuwa uko sawa. Mimi nimewahi mara mingi sana kucheka peke yangu. Hapo ndipo hata mamangu alianza kuongeleshwa na watu. Maana wakati MC kama venye saa hii mnacheka hapa. Tunaenda mahali MC amechekesha. Anachekesha watu. Mimi sicheki. Siwezi cheka saa hizo. Maana bangi ilikuwa inachukua kila kitu ya hiyo MC. So nikienda pahali, nikienda maybe niko kwa nyumba peke yangu, ama wakati mamangu ameniletea chakula hivyo. Nacheka, naenda nikicheka, nitacheka, nasikia hizo picha zinaletwa za watu wakicheka. Yaani hiyo kucheka pia naiona kwa anga venye iko. Lakini wakati watu walikuwa wanacheka ungecheka. Hata siku naona. Ni saa hizo niko nchi zingine. Niko nchi zingine sasa hapo ndipo nilianza kuambiwa sasa wewe sasa kuna kitu inaendelea baya. Serious. Yes. Ilikuwa inaniamsha usiku. Amka uko na njaa. Na inaniambia wakini rafiki amka uko na njaa. So mimi nilikata miwa ya watu aje hapo kwetu. Na inanionyesha venye nitaka. Kuna jirani yetu hapo saa hizi hata ninamwambianga pole sana Munene. Ni sub chief. Mbwa zake zilikuwa zinatoshana hivi. Na mimi nashangaa, si Mungu ameniokoa mbaya. Naenda huko na msumeno ule wa kukata. Unaona msumeno wa kukata coffee. Ile ule msumeno ama uwe wa bao nakata miwa, nakata nabeba miwa kama 4 naenda kwa mto usiku. Ninakaa huko kwa mto kitu saa 8 usiku. Niko huko kama ninakula miwa. Sasa usiku asubuhi ndio tutapata nini nimejaa hivyo. My sisters walinihurumia sana kuniombea. Hizo mambo ni zile ambazo nimepitishiwa lakini nashukuru Mungu. Amen. Kwa sababu ya mtumishi wa Mungu mmoja ambaye naheshimu sana. Anaitwa Karuga. Huyo ndiye aliona kwamba mimi nitakufa. Yeye ndiye alinianza kuninunulia. Naona ananiletea maziwa. Lakini kumbe bereni hata yeye alikuwa mtu wa hizo vitu nafikiri. Maana nao anakuja ananipatia maziwa na mkate kwa duka yake. Nikifanya tu vituko kule Tiboroa, yeye ananipatia maziwa na mkate. Akaenda akinisaidia paka siku moja nikiwa mlevi sana. Akaniombea. Aliponiombea, huyo ndiye alinionyesha wokovu wa lazima, wokovu wa kufunga na kuomba. Huyo ndiye alinionyesha sasa kukufa
Yes. Sasa hapo unaelewa venye anakuonyesha hizi ama zako bado ziko kwa kulewa? Mimi hata sikuwa naelewa. Wakati nimeokoka, mimi nilikuwa nimefungishwa fasting ya 4 days na yeye. Nilikuwa nauliza hizo 4 days zitaisha lini. Siku ya mwisho, maana tulikuwa tunamaliza 6, nilikuwa naangalia saa. Imebakisha sasa 4 hours nikure. 3 hours nikure. 2 1 kama venye anatuongozaga huku our producer unasema 2 1 sasa you set bio. Nakuwa nimesema kule kwa hoteli chapati 2 na ng'ombe ni cabbage kama iko nimewekwa tujaba tuwili ndio ng'ombe chapati. So ninaenda hapo nikararua. So ninaambia wale ambao munafunga na kuomba, msifungue hivyo. Fungua pole pole, mimi karibu nikufe hiyo siku. Inaweza kukumaliza. So unafungua pole pole. Maisha yangu imekuwa hivyo. So huyu mchungaji ndiye alikuja akaanza kukuongelesha and finally ukaenda pole pole sasa ukitoka kwa hayo maisha ya Yes, sasa nikaokoka, sasa nikaingia katika hii mambo ya huduma. Yes. Now, let's talk about uimbaji. After umeokoka, uimbaji umekujia wapi hapo? Baada ya kuokoka, nilipenda huyo pastor sana. Alipokuwa anafanya harusi, alikuwa kijana tu. Alipokuwa anafanya harusi, nikatunga wimbo wa kwanza. Nikamwandikia wimbo wa harusi. Bereni nilikuwa naandika nyimbo. Mimi nilikuwa nimeimba nyimbo paka za secular. Nimeandika, nimeimba sana. Kwanza hizo za secular nilikuwa nina dance kwa mto nikiwa bila guo ya mtu. Nikishavuruta ile kitu ile banki na dance sana watu walipenda sana wakanyamu. So baadaye nimeokoka, nimeandika wimbo wa kwanza wake, alafu ukapendwa sana. Na pia baada ya hiyo nikaendelea katika uimbaji, akanionyesha kuimba pale mbele ya chache. So ninakata kuna process hapo mingi sana ndio nianze paka kuimba praise and worship kwa church. Nikaanguka chini sasa ya mchungaji a lady mwenye sasa alinisaidia maisha yangu. Na ndio maana kuna wimbo ninauimbanga nasema kuna mchungaji alikuwa ananihubiria, aliniambia. Kuna nyimbo nimeandika na taja huyo mchungaji. Kikikuyu kwa wale ambao wataelewa inasema hemuhujia wajiraga njeruthiga gutengerera maundu eterera Ngai. Kuna mchungaji aliniambia ndugu, wacha haraka ya mambo, mgoje Bwana. Sawa? Huyo mchungaji sasa ndio nilianguka mikononi mwake. Nikiwa sasa baada ya kutrainiwa na huyu, maana huyu bado hakuwa pasta. Alikuwa tu ndugu serious katika Bwana. So huyu mchungaji aliponishika, a lady anaitwa Pastor Wanyiri, ndio alinisaidia. Ananiambia ndugu, vumilia. Nikaiba pale mbele, ananiambia ndugu, wewe utakuja kuwa muimbaji. Hivyo tu ananiambia. Nikaona watu wanaoa na kuoana. Naona mimi nitachelewa sana. Nafikiri nichukue dada na huko, ndio maneno ananiambia wacha haraka, wacha mbio, ngoja Bwana. Kuna wakati Mungu atakubariki na ua lako. Alikuwa anasema maua. Hivyo tu. Nikawa siku moja tumeenda kumtafutia studio huyo mchungaji. Yeye me and my brother anajulikana sana, anaitwa Mashawaka Mukoji. So nikafikiria ni vizuri tuende yeye mchungaji akatutuma tuende tumtafutie studio. Alikuwa anataka kurekod. So mimi kama ndugu mzuri si nimeenda. Umemtafutia? Nilipoona studio ndio hii. Ile microphone hii nayo nikafikiria wacha ni jaribu. Hata mimi kuna nyimbo ninaandikanga kidogo, wacha ni jaribu kidogo. Ndio nikalipa deposit na huyo ndugu akanishika mkono. Nikaandika wimbo wa kwanza, nikaweka huu wimbo wa harusi sasa. Lakini saa hizo ndio kulikuwa na muimbaji anaitwa Kimani.
Philip Kimani ni mwimbaji ameimba aba aba aba. Huyo nimefuata yeye sana maisha. So yeye nilimtamani na niliona venye alikuwa hit nyimbo zake zote. Nikauliza kwa nini amehit? Si niimbe hata mimi yangu hivyo ndio hit. So mimi katika nyimbo zake hiyo ya aba nikajua imehit kwa sababu ya kuita Mungu jina special. Aba. So nikaona kwa nini mimi nisitafute Mungu nimuite na mimi kijina kitatisha dunia. Ndio na yangu ifanye nini? Hit. Wacha nikwambia nikudurusu maandiko. Nikatafuta kwa Bible, nikatafuta bahati ya Mungu ama kwa sijui kama ni maombi ama nini. Nikapata Psalm 68 verse 4. Watu wanasemanga imeandikwa ja is his name. Nikasema kumbe Mungu anaitangwa ja. Na sisi tunasemanga marasta wamekosa. Nikikumbuka bereni niliokoka nikiwa na dread. Ulikuwa umelea mpaka dread? Nilikuwa nazo hata picha hizo niko nazo kwa mitandao. So nikasema nitaanza na hii. So Kikuyu kusema ja unaita jahu. Nikasema si Philip ametaja aba akahit. Na mimi nikakuja jahu. Na nikatokezea nayo ikaiandika hapo kwa maneno makubwa. Na nikapigwa picha, nikaangalia venye amepigwa picha kama amefanya hivi. Wewe pia nawe. Amefanya hivyo kwa CD yake. Sijui kwa nini waimbaji wote wanapiga kwa hivyo. Siku hizo. Na mimi nikaenda studio. Pia. Nikaona imeandikwa pale juu aba. Na mimi nikaenda jahu. Nikamwambia mtu wa kutengeneza makaratasi uniandikie vizuri jahu. So niko hivi jahu. Njeruthiga pale chini. Na nikaandika My Lord J Production. Hata sijui hiyo nini. My friend anaitwa Paul Waiganjo. My friend Paul Waiganjo. Akisoma hiyo kitu hata saa hii huyo ndugu anachekanga sana. Ati My Lord J Production. So baadaye nikaandika wimbo huo na nikaenda jahu. Tune ya amba. Umebadilisha tu jina. Ni jina tu. Jahu. Huyu mtu mwenye na nikatafuta mwenye amechezea Philip Kimani nikaenda Yes. Lazima ningeta hiyo ndio yangu hit kama yake. So akacheza akaniambia change kidogo unaimba kama ile ya Philip Kimani. Nikamwambia nitachange tune lakini lazima nitaje hivyo mara kadhaa. So nikachange jahu. Tunagojeaga hit. Ilishika. Tunagoja. Bado tunangoja. Tunangojea. Itafika. Wakati wa Bwana utafika. Sasa. So iko tu hapo. Lakini my wife anaipenda. Hata watu wengine wasipoipenda. My wife anaipenda sana naona anawekea watoto. Tungoje. Sasa angalia your dad akiwa na koti kubwa. Nawaambia hata ukiangalia hiyo song. Philip Kimani amemalizia na kuswing kamuguu hivi. Aba. Mimi ndivyo nilifanya hata kudance nikaweka kamuguu. Ukiangalia hiyo hata koti vyenye Philip alivaa suti inapelekana. So itakuwa tu siku moja kama aba. Ndio nilikuwa nikiamini. Lakini haijakuwa. Tunaona ni kama tutaongeza maombi kidogo ama mmeona namna gani? Itabidi tu reinforce. Philip aliwahi jua. Philip ndiye amenilea. Philip hata mimi na kwa hivyo ukifanya hivi Philip anaona kujuana watu wengi wananijua kwamba mimi nimekuwa katika huduma ya MBCI. Philip Kimani ndiye ameniintroduce ndiye alinileta hata MBCI. Kwa hivyo he has been a good dad. Katika mambo mingi hata
hata mambo zenye hizo sasa zenye nilikuwa nifanye mbaya ananiambia mtu afanyangi hivyo. Yes, na nimetumika katika duka zake na katika huduma yake pia hivyo na hudusika sana hata saa hii. Hata saa hii nikisi Philip akue na jambo ataniuliza. Mimi niko haraka sana kumjibu kwa sababu najua Kenya ninaangalia katika. Na kuna umuhimu wa kuwa na mtu kama huyo kwa maisha yako. Yes, very important. Kwa sababu yeye ni mtu ambaye anapenda Mungu. Sasa na yeye. Sana. Kuna wimbo huu wenye tulikuwa tumecheza hapo Tuhu. Tuhu. Na nilikuwa mpaka ninaangalia hivi hata viewership yake vile ambavyo imeonwa sana na watu kwa sababu I think it's around 3 something million. Na ni wimbo ambao umekuwa kiimbo mpaka na watu ambao hata hawaelewi hii lugha ya Kikuyu. Unaenda tu mahali unapata tu mtu ameweka. Hata wazungu natumiwa picha zao. Watu wanaimba mpaka majuu niliona. Huo wimbo, hebu tell us about that song. Nataka niseme kitu ambacho sitakiweka wazi kabisa. Lakini mimi najua kuna nguvu katika maombi. Amen. Nimeombewa sana na mamangu tangu alipoona kwamba nimeanza kuwa hivyo na niko karibu kuwa wazimu. Maana kusema ukweli ni kama nilikuwa mtu mwenda wazimu. Hiyo ni mwenda wazimu. Hatuwezi kusema vitu mingi. Nimekwambia Mob Justice, nimeibia mtu vitu zake bila kujua ninaimba. Kama siku moja mzigo mwingine unawekwa kamukuji. Mimi niko na kamzigo kadogo wa huyu mtu ulikuwa mkubwa hata alikuwa anapelekea watoto vitu shuleni. Lakini bangi ilifanya nichukue tulipoweka mizigo pamoja mimi nilichukua wa huyo mtu. Mzigo kikubwa na nikaenda. Anyway, hatutaongea hivyo maana nilijipata kwa shida sana. Jua hata kuna wakati ulikuwa umeandikwa mahali sijui ni kwa hoteli, alafu ilikuwa ni duka ama ni hoteli. Nafikiri nimefanya ilikuwa maybe wakati huo wenye nilikuwa kama coach. Na kuna vitu mingi sana nimefanya hata zingine mpaka ukakuwa fundi. Daktari si fundi. Hakuna kitu sijakuwa. Unaona mimi naweza kuwasimulia kwamba nimeenda pahali naulizwa utakuwa hii unaweza hii unaweza kujenga na bao lakini mimi tafadhali mimi kuna watu wengine mtu mwingine anaulizwa unaweza anasema paka anaweza kutibu ng'ombe. Sio huyo, sio mimi. Tutaongea mambo hiyo baadaye. Nilikuwa wapi? Hapo kwa mama akaona vile ambavyo akatuombea sana. Akawa mtu ananionyesha kuomba. So hiyo story zote nimeshikana na mtumishi wa Mungu Karoga. Amenionyesha kuomba fasting. Nikaacha na fasting. Nimeanguka kwa Pastor Wanyiri. Fasting tunaomba. Arboretum ni kama nyumbani. Kataroni tunaenda. Saa hizo hakukuwa na Heaven's Gate. So tulikuwa tunaenda hizo milima. Fasting. So baadaye nimekuja katika kujua Mungu sana wakati nilijoin MBCI. Nimefunga ile maombi ya kukufa. Sasa mwisho hauna kitu. Nakumbuka Mungu alinipatia wimbo ambao ulipendwa sana, ulikuwa unaitwa Calvary. Calvary. Na wimbo huo ulikuwa unaongea sababu ya Yesu kufa msalabani. Mungu alinipitishia ile sasa apostle anasemanga agri process. Maana nakumbuka nilikuwa naimba wimbo huo, CDs zinanunuliwa. Lakini nasikia msukumo nisibebe kitu. Nisikule kitu. Wimbo huo pahali popote hata wapi. Labda watu hawajawahi jua kwa nini ninapeleana CD kwa church fulani. CD zinauzwa hizo siku lakini nakosa kuchukua hiyo pesa. Nilikuwa nashindwa kuchukua, nasema ipeanwe huko kwa church. Na nilikaa hiyo tulikuwa na maagano kwamba hiyo CD sitaikula. Nikaimba wimbo ukajulikana lakini si kukula pesa yake. Hapana, si kukula. CD zote zenye ziliuzwa nilipeana. Na haikuwa kitu rahisi. Hiyo ni ngumu. Baadaye ndio sasa nimeimba Tuhu. Na Tuhu Mungu akanikumbuka.
Mungu naweza kusema ameniangalia kwa jicho lile la rehema. So ninaweza kusema kwamba sababu kubwa ya kuimba wimbo huo ni kufunga na kuomba. Unaweza kuwa uko hapo, maybe unaomba leo, unaona kana kwamba maombi yako ni kama haisikiki. Unajua maombi inakuanga mbegu. Kile ambacho saa hii unaomba sio kinaweza kosa kuwa saa hizi. Na inafanyikanga hivyo. Yale maombi tunaomba kama kanisa saa hii sio ya saa hii, ni ya kesho. Kile leo tunaishi kwa sababu ya neema ya maombi ya jana. Ndio maana usione kile ambacho unaomba kama kinapotea. Maana wimbo Tuhu umejulikana kwa sababu ya maombi ya hizo siku. Maana ni kama ningepitia shida zenye nimepitia kimaisha. Hakuna yale mambo watu husema ni mazito. Nimeyapitia yote. Vitu zangu zimechukuliwa, nimechotwa, nimefungiwa nyumba, nimekuwa na mgonjwa. Yani namwangalia na shidwa nitafanya nini, sina hivyo vitu ngumu. Nimepitia kimaisha. Lakini magoti kuna suluhisho la maisha. Amen. Nakumbuka siku moja kuna wakati nilikuwa ninaomba kwa sababu nilikuwa nasikia nikiomba hapo hakunanga mwisho. Naenda kwa kona, ninalia, naona kama kuna miji, ninaona kule mbele. Ni kama kule mbele kumefunguka milango kule mbele, wakati nimepiga magoti kama nimefunga macho. Lakini huku nyuma kuna vitu zinanudunga. Nimeacha mambo magumu sana. Nimeacha mamangu, babangu, wazazi wangu wakiwa bado wanakuliwa na chawa nyumbani. Sisi kwetu tumekula chawa. Unaona ile kumauma chawa hivi kwa nguo. Ile unaua chawa na mdomo doziishe. Shida hiyo. Sisi ile shida ya tulikuwa tunaambiwa kwetu ati thina wako huhaga miruri. Hiyo ni kusema shida ya kwao kupiga pinja. So hiyo nikikumbuka kwamba bado wanakula hiyo chawa, bado kale ka mattress wanalalia. Nikikumbuka hizo vitu bado ninaenda kwa magoti. Ninaenda tena. Na hizo mambo hazikumalizwa na uibaji. Wacha niwaambie, kuna mtu ananiona anasema nataka niwe muibaji ndio nimalize shida. Haikumalizwa na uibaji. Nimeimba Tuhu. Mimi wacha nikuambie my brother. Nimeimba kabla nilipoimba Tuhu. Nilikosa namna. Nilirudi nyumbani. Nimeimba wimbo huo, sina fedha. Wimbo huo ulikaa miaka 2 ukiwa inaitwa lyrical video. Sina pesa za kutoa. Na ni kama bingu imefunga. Maana mtu ananiuliza, Njeru Thiga unakosa pesa aje? How? Wacha nikuambie, watu wanaweza kukuona hapa kwa TV. Lakini kumbe kuna kitu unapitia. Wao wanaona kwamba wewe unafaa kuwa na pesa. I agree. Lakini kumbe ukitoka hapa kuna venye unaenda kulia. Lakini wale wanakukopa. Wanakuambia nisaidie. Nitumie kwa sababu walikuona hapa. Na mimi nauliza, pesa kuapia kwa TV, pesa haki inatoka wapi? Kwa nini hiyo? Unakuja ile kitu maybe utapata mwisho wa mwezi. Hakuna pesa ingine. Ukienda useme ati uitwe mgeni wa heshima, wapi? Sasa mimi ni Njeru, sijaajiriwa. Nimeimba Tuhu, nimerudi nyumbani miezi nikiwa na my wife na watoto. Watu wananiambia wewe mwanaume mjinga. Bali nilikuwa ananiambia hivyo. Wewe ni mwanaume mjinga. Unawezaje kurudi nyumbani? Lakini itafanya aje? Nyumba imefungwa. Hakuna namna ingine. Nyumba imefungwa. Na mimi ni muibaji mkubwa. Na ninahubiri anointing na shuka. Na ninaombea wengine wanatajirika. Paka nimesaidia watu wengi sana. Kama ukoji wananijua. Lakini mimi paka nimaliziwe vizuri kufinywa.
Sabibu ndio itoe ile divai mzuri, lazima ikibali kufinywa. So nilifinywa kabisa. Najaribu kuona kuna kitu, na watu wananiambia ungefanya hivi, simuniambie. Hata saa hii kama uko hapo, wewe unaona nikifanya kitu fulani nitatajirika. Wacha kusema alikuwa angefanya, niambie saa hii. Njeru nifanye hivyo ndio nitajirike. Wacha kuongea na huko. Nishauri, niambie direct. Unajua kuna watu wanasemanga ati unaona kamiti, unaona wako tu pale kwa mitambo na hawezi kutusaidia. Tuambie unataka tukusaidie vipi? Kama unaona tunaweza, tutakusaidia. Wacha kuongea na huko. Maana kama ninaweza hiyo, mimi nitakusaidia. Nitakusaidia. Lakini kama siwezi. Kama mtu saa hii nitapeana namba yangu ya simu, amegoja saa hii nipeane. Hello. Sisi tunataka utusaidie. Kama mtu mwingine aliniambia ati ukuta yake ya fence ya mawe imeanguka. Kama saa hii kuna mvua inanyesha, ati ukuta wangu umeanguka, nisaidie. Haki mimi nasema sijajenga. Lakini hiyo ndio okay, sikuwa niende huko kwote. Nataka kusema aje, shida bado tulikuwa nazo kule nyumbani. Nikikumbuka hizo shida, singeamka kuomba. Nimeomba. Unaona hapo huko, wewe mtazamaji, ukiomba saa hii na kuambia bingu kuna mahali itakufungulia kule mbele. Mwisho unakuanga huko nyuma, zile vitu umeacha. Zile hizo mashida, hicho kilio umeacha nyumbani. Hiyo shida ndio iko huko. Lakini kama utapiga magoti, ufumba macho, angalia Yesu, kuna milango kule mbele. That is true. Unaona, usikufe katika shida. Afadhali kukufa katika maombi. Nilienda mlimani sana, at least watu walikuwa wananiambia nijue. Nikasema afadhali nikufe kwa mlima. Tena naambianga watu hivyo. The best way ya kujiua, badala ya kukufa huko, enda uombe Mungu. Mwambie nichukue sasa. Nimekuja. Hiyo ni mzuri. Na unaona hiyo ukisema wakati utafunga sasa uambie Mungu nichukue. Hapo Mungu anaonanga sasa umefika mwisho. Sasa atakutengeneza mwisho wako na kuinua mwanzo wake. Hivyo ndivyo imefanyika. Ndio maana baada ya kufunga hivyo, Mungu akanisaidia, nikaanza kuona mambo ikifanyika. Mimi siimbangi nyimbo kwa sababu hicho kitu kimefanyika, isipokuwa saa testimony. Niliimba wimbo huo nikisema najua tu hii kuomba ninaomba, sio bure kuomba. Wimbo huo uko na mambo ninaweza kuambia yenye hata nyinyi hamuelewi. Watu hawaelewi kwa nini nimesema Jabez and Janes rose against Moses. Watu hawaelewi kwa nini nasema hivyo. Lakini huko katikati Jabez and Janes walikuwa wachawi, walimuinukia Musa. Wimbo huo uko na mambo mengi tunaweza kusema. Lakini nasema hata baada ya hiyo, tunashukuru Mungu alitufundisha kusema Baba wetu uliye mbinguni. Kumuita Mungu na kuambia ni utajiri. Nimeenda pale wakati tulikuwa tuna launch Kingdom City. Nikasema kitu ambacho niliona watu wengine hawaelewi. Nikasema maombi yana pesa. Maombi ina utajiri. Kuinvest kwa maombi unatajirika. Investment kubwa sana. Yes. Maana kama mimi ningejua ninasikianga vile apostol anasemanga ninaweza kutoka mimi niache kila kitu niende nikamtafute Mungu. Kumtafuta Mungu ni utajiri mkubwa ambao ndugu na dada yangu utapata baadaye. Na nilikuwa nimesema sio kwa sababu ya uibaji. Nikasema sio wibaji umenipea kitu. Mimi wibaji hukunipea kitu. Mungu alikuja na njia zenye baadaye nitazisema. Lakini sio ati ni wibaji. Wibaji ni kitu imekuja baadaye. Wibaji ulikuwa umekuja kitambo. Nilianza wibaji 2006. Na nimeishi mimi naweza kusema wakati ambapo nimenunua gari ya kwanza yangu ni 2022. Ni this year. Mimi sijawahi ati nimepata pesa ya kuwa na gari. Lakini sijawahi kwenda miguu. Nimekuwa na muujiza. Nakaa watu wananiona nimedrive. Hata wewe hakuna wakati uliona bila kudrive. Lakini sio bibi Mungu anapigiwa simu na watumishi wa Mungu. Hello brother. Kuna gari iko hapa, uwe sasa unapeleka hii. Haya. Naweza kusimulia mambo ya maombi mengi sana.
kama tungekuwa tuna time. Niwaambie venye fasting imenisaidia, na hivyo ndio maana nilisema sio mimi nimesimamisha bank juu sasa siogopi for 5 good years. Nimechukua gari na mtu, sasa sina pesa ya kulipa hiyo gari. Lakini nikaambia Mungu, nilisikia siku moja apostle ameomba ati Mungu, zile vitu ambazo ni zako si unipatie, nitakurudishia ukitaka. Mimi niliomba hiyo. Mimi Mungu, nipe gari moja yako, wakati utaitaka nitakurudishia. Mimi nimekuwa watu wengi wamekuwa na gari karaktis kadogo, nikalikuwa kama Mungu, nilikuwa napeleka tu juu kalikuwa kana story fulani hapa ya benki. Benki ikasahau for 5 good years. Yes, ilikuwa ya Mungu. Kwani mnataka kusema bibi nimeiba? Nilikuwa ya Mungu. Nikamwambia Mungu, wewe hizi vitu ni zako, za benki zako, wewe Mungu shikilia tu, wakati utaitaka nitakurudishia, na mimi nitaitumia vizuri. Hiyo gari niliangalia vizuri, nikaitumia vizuri, ni ya kukutumikia. Naenda maombi na gari, nikakaa nayo, ninapigiwa simu na benki, inasema mkitaka gari iko tu hapa, mtachukua tu. Ilikaa miaka 5 bila kulipwa na loan, paka wakati Mungu mtumishi wa Mungu akaja kwetu kanisani, akaniambia Mungu ameninenea, kuna kitu ya Mungu uko nacho na Mungu anataka. Yes. Na mimi na huyo akadhibitisha, akasema na nikiangalia na akaniuliza ile gari unakuanga nayo inakuanga ya bank? Nikamwambia ndio. Wakati utapigiwa simu usiwe na shida, Mungu anakupea yako. So baada ya kufanya hivyo ndio Mungu alikuja. Yes. Yani naweza kusema mambo mingi ya maombi. Kwa hivyo ndio maana nimesema sio bure kupiga magoti na kufanya nini? Na kuomba. Hebu tufanyie hiyo chorus hiyo song. Ero bagiate akai. Rere awanyonirie kuhoya, nidakenire ndamenya kurehe fata wakwa kuriwe iguru ni kuri Ngai, uiguaga mundu tituhu guturagia ndu, ngeta na iguru tituhu guturagia ndu, ngathaitha Ngai wakati ulinionyesha kuomba, nilifurahi nilipojua kuleta haja yangu kwako mbinguni. Kunaye Mungu husikia maombi, sio bure kupiga magoti kuitana mbinguni, sio bure kupiga magoti na kumsihi Bwana. That is the correct interpretation of that song. Sasa umeelewa? At least nimepata. Nimeelewa vizuri. There's another song that you sang. Na huo wimbo pia unaweza ukaguzia kidogo kabla tumalize, manake pia najua muda umekwenda. Wa kututika wima kwa tutatoka. Kuna mahali umetaja ukasema Mungu wakati ambapo amemuinua mtu, alafu huyo mtu anakuja anamwacha Mungu, hilo ni jambo ambalo huwa linamhuzunisha. Briefly, can you mention about that song as well? Mungu hujuta, ni kujuta. Anasema I wish si kuinua huyu mtu. Na wakati Mungu amejuta, ni mbaya sana. Shida kwako. Ni mbaya. Juu alipojuta juu ya Saul haikuenda vizuri. So nilimba wimbo huo, mimi katika hizo shida zangu ndio nilimba wimbo huo. Nikaona venye tunakosa pesa, kwa nini tunasubuka hivi? Me and my brother anaitwa Kenywa Waira hatu. Tunaulizana kwa nini tunasubuka hivi? Hatuna hata dururu. Kwani tulifanya Mungu nini? Hakuna pesa. Tukasema na Kenywa, labda Mungu anaangalia akina fulani wenye wanafanyanga, anakosa kutuinua akiwaangalia. Akidhani pia si ni kama wao. Yes. Mimi sikuwa na pesa. Kenywa ndiye alikuwa atrisi anakusanya tupesa kidogo. Akanitolea 4,000 hapa. Akaniambia shika hii pesa, nimekutuma kwa Mungu. Wende umwambie ache kuwa na shida na sisi wawili. Kwa nini anatuonea? Sisi hata akitubariki, mwambie atutoke kwake. Mwambie na wimbo. Siku hiyo Kenywa akinipatia hiyo pesa. Tulikuwa tumebebwa na boda huko Murang'a. Tulishakana mikono
Ukisikia wimbo huu unasema nikasikia wazee wawili wakilia, ni mimi na kinywa. So that is composition yenye ni art. Nilienda nikasikia wazee wawili wakifanya nini? Wakilia. Wakashikana mikono. Yes, mimi na kinywa tukashikana mikono, tukapiga magoti. Ni kama tunamtetesha Mungu. Nitamegutetia gai kama wanatetesha Mungu. Wakasema sisi hatutoki kwako, sisi hatutoki kwako, sisi tu wako milele. Yes. Baba, acha kuona kama ukitubariki itafika mahali tukuache. So ikawa kama maagano. Hebu fanya na Kisapiri. Hebu fanya na Kikuyu ati Kisapiri. Hebu fanya na Kikuyu, sio jina. Mtu alinifunza hiyo sheng. Sheng nini nafaa ikuwa hivyo? Juu ya wale wanatazama wakiwa nyumbani. Yes. So Kikuyu, that song mpaka hapo kwa chorus. Twathiete kirimaine riria twahinguraga tunyitanite moko ngigwa athuri eri makirira ngiona maturia maru na kigiriko kiingi mena ruo rwa ngoro tamegutetia Ngai makiuga ithuĩ tũtirauma gwaku, ithuĩ tũtikauma gwaku, ithuĩ tũrĩ aku tene na tene. Ngai ndũkae kuona hihi watũrathima ũtwaramirie mĩhaka ta gũgokondo tũgũtige. Wow. Ni wiriraga muno wabararĩtie mũndũ kuma ũhũthũ-inĩ wake atherema mũno akagana tiga gũtũhanania na imara mari cia andũ arĩa mana Saũlũ thikĩrĩria mĩhĩtwa itu. Unasikia? Hizo vitu zote ni kama tunaagana na Mungu. Tunajua wewe usikia vibaya ukiona watu ukiwabariki wanafanya, so tukasema si tukumbuke na sisi. Hivyo na nakwambia Mungu hivyo. Mtu wa kwanza ni mimi. Sasa ni mimi nilipata hako kagari. Tukaacha kuwa tunaenda mguu. Mungu akatupatia kagari kake. Tuwe tunakaa nako. Baadaye si Kenywa, si unamjua. Kenywa saa hii ni mbarikiwa sana. Mungu amemsaidia katika mambo ya real estate. Huyo jamaa sasa sio mtu mdogo tena. Sio mdogo tena. Lakini pia kama angelipia advert hapa tungetaja kampuni. Tungetaja sasa kulipia. Lakini sasa ndio Kenywa ujue sasa ulete advert tutataja kampuni. Si ndio? Lakini ni muuzaji wa mashamba ambaye anajulikana, supporter mkubwa wetu katika huduma ya MBCI na mambo kama haya. Kabisa. Asante. Kuna jina yenye nimesikia kitaja, Kanyamo. Inamaanisha nini? Very nice question. Nimesikia hiyo jina. Very nice question. Lakini haiko kwa maandiko. Hiyo kitu umeuliza haiko kwa maandiko. Mimi nilikuwa napenda sana chang'aa. Yes. Na majengo ilikuwa mahali pangu. Kule majengo Nairobi. Na kama wewe ni polisi walikuwa wanakuja kushika watu wenye wanauza chang'aa. Kwa hivyo lazima ungeikuwa na jina lako special yenye sasa mama pima atajua ni wewe. Yes. So mimi yangu ilikuwa Wakanyamu. Wakanyamu ni jina lingine. My father anaitwa Thiga. Thiga ukichange inakuja Gathi. Yani Thiga Gathi. So Gathi wakauliza ni nini hiyo inaweza kuwa inaitwa Gathi. Wakasema ni Kanyamu Gathi. Mpaka wakaanza kumuita Kanyamu Gathi. Na hiyo ni mbaya. Babangu alikuwa anakasirika sana. So Kanyamu Gathi. So baadaye wakamuita my father Kanyamu. So mimi nikiwa kwa pombe na sijiita Wakanyamu. Naitwa Wakanyamu. So hiyo na ikashika Wakanyamu kila mahali. Wakanyamu hata ukija mahali useme Wakanyamu, nikibisha kwa mama pima fungua Wakanyamu yuko hapa. Yes, Wakanyamu napewa bio kama nimesimama. Na meza unafanya hivyo.
Sijui kwa nini mtu akikunywa hiyo pombe alikuwa anafanya hivyo. Nakumbuka siku moja nimekunywa hiyo kitu. Na nikachanganya na banki. Na pombe nyingine inaitwa nyang'ande. Nyang'ande. Kule nini? Polisi akaja kabisha. Akaingia. Mimi niko mlevi na niko na banki. Sasa nikaona ni polisi ameingia. Nimemwangalia hivyo. Nauliza kwa hii nyumba yote nani mwanaume? Hiyo nauliza hivyo. Ni polisi wameuliza. Nani mwanaume hapa ajaribu waongee. Watu wote wakanyamaza. Bagi haina adabu. Iliniuliza, wakidi. Hata wewe hujatairi. Wewe okay. Nikasema siwezi kuna nikafikiria nikaona hapana. Nikaangalia wasisa. Wewe ni mwanaume. Sikujua mwenye kuliendelea kutoka hapo nilijipata kama nimetupwa bahari asubuhi kando ya barabara kama nimeng'olewa rasta za. Bangi nikwambia wewe. Ndivyo inasema muoga. Yaani kwenye unaweza kuwa wewe unaogopa. Mimi ni mwanaume. Niliangalia ofisa hivi. Mimi ni mwanaume. Nakwambia nisikia tu kofi moja. Hivyo vingine vyote sikumbukangi. Nilikuwa mahali watu wanajua kule Isiri kuna mahali kulikuwa kunaitwa Hideaway. Na Nyang'andi huko. So kuna maisha yako ni ushuhuda. Na vile ambavyo umefika mpaka pale ambapo umefika. Watu wamekuwa wakisema si chabadilika. Watu walisema hivyo. Nakumbuka kuna mtu mmoja alienda akasema chunga huyo mtu. Kuna vitu hatuwezi kusema hapa kwa mtandao, kwa live. Mimi kuna vitu zenye nilifanya. Sijawahi kuua maana watu wanaweza kuanza kuua. Sijawahi kufanya hivi. Lakini na sijawahi sikuwa na zile dhambi za kulala na wanawake ama kushikana kurepu. Sikuwa na hizo tamaa. Lakini kuna mambo ambayo zenye nilifanya na kuongoza watu zenye siwezi kusema saa hii kwa maana sitaki makesi mingi. Lakini kule kwetu nyumbani nakumbuka mara ya mwisho kutoka huko nilifukuzwa. Nilikuwa natafutwa sababu ya kitu nilikuwa nimeongoza katika nini fulani, mazishi fulani ilikuwa sasa kitu moja mbaya, mazishi fulani ambayo ilifanyika sasa tuko kwa unaona venye kaburi uchimbwa. Venye kaburi uchimbwa tumechiba kaburi. Hiyo ndio kitu yenye ilikuwa mbaya kuogofia sana yenye tulifanya ambayo haikuwa mzuri. Tunachiba kaburi. Baada ya kuchiba kaburi tunakula sasa. Kuna venye watu hukula chakula huko kwa kando ya kaburi. Wakingojea wale wamechiba kaburi kwetu inakuanga hivyo mchana inachibangwa asubuhi. So tukiwa huko kando mwenye alikuwa anazikwa akaletwa, alikuwa amejengewa kando sababu nyumba yake alikuwa ni kama sijui hakuwa na watu wengi wao. Alright. So wakati mwili umeletwa kutoka mochari, tunagojea pasta sasa ndio waje wa mazishi wakivalishe nguo, wavae wako kule juu kama wanavaa nguo. Sasa bangi kaniambia mmemaliza kuchiba kaburi. Nikasema ni kweli. Sasa kama mmemaliza mnataka sasa kutoka hapa kwenda, maana watu walikuwa wanaenda wanaoga ndio sasa waje jioni warushe mchanga. Bangi kanionyesha ni ujinga sana hiyo. Ikaniambia badala ya hiyo ambia watu badala ya kuteremuka alafu waoge au tena warudi, si ukusanya hao watu mwili warudishe kwa kaburi. Hapo baada hizo vitu zingine watu wakija mazishi watakuja kama mmewasaidia kazi. Badala ya kuwaside wakiteremusha, sibu wasaidie tu hiyo kazi. Muzike, nyinyi muende muoge, muje sasa mazishi mkiwa kazi yote mmefanya. Wale tulikuwa nao walikuwa bado wanavuta. Nikawaambia, wote wakasema na ni kweli. Anafanyanga kazi mara mbili kwa nini? Unajua tulirudisha mwili sisi na nyimbo zetu. So mkachukua jeneza na maiti ndani? Yes. Na mkazika? Tukateremsha vizuri,
tukiimba nyimbo zingine sitasaja hapa. Tuliimba nyimbo, tuliimba moja yenye inaimbwa siku hizi ya nini? Sitaimba. Tukateremsha, alafu sasa tukazika vizuri. Tukaenda sisi tunafikiri ni kila kitu iko sawa kuoga. So baadaye tunaona tukiwa mahali wanikisema katole kwa tariki ya Biblia, sasa ni wakiteremka na vitabu ya kwenda kuzika. Ala gotarire ala watu kahiga ya atara amen. Wakifika wakapata stool mbili kama zimesimama. Nimeshazika memalizana leo. Hatuwezi kusema venye iliendelea kutoka hapo. Mwelekezi Mungu tu anisamehe. We tumalizia hapo. Nafikiri sijui mwelekezi ananiambia hivyo ama ananiambia vipi. Najaribu kusikiza, labda utaweza kunielekeza hapo. Now, umetoa wimbo mwingine mpya hivi karibuni? Nimetoa nyimbo huwa ninatoa kwa wingi. Kunazo ziko kwa my YouTube channel zenye hatujatoa video. Tutatoa tu. Yes. Na kuna nyingine kama hizi zenye nimekuwa nikitangaza skiza. Yes. Kunazo zimekuwa zikirun kwa TV ya MBCI. Wimbo ambao umeandikwa na my beautiful wife Anijambi. Akiandika nyimbo ananipea ninaimba. Wimbo huo ndo ameandika. Nice. So akinipea tunaangalia, tunatengeneza. Unasema ogwonigwe weka. Baada ya tuhu kupendeka, tuliandika wimbo huo. Ati hivyo ndivyo wewe Mungu ufanye. Unaenda aje kuimba chorus peke yake? Ogwonigwe wekaga kurathima andu aku turaire na ruo ruingi minyamaro na kihangai ni waturokera. Inaimbwa tu hivyo. And na wimbo huo pia wa tutikauma gwaku uko na short code enye mtu anaweza kuweka skiza iwe inalia kwa simu yake. Na mtu hufinya *811*220#. Okay. Nitasema tena. Yes. *811*220#. Sasa wimbo huo ukimba kwa simu utakuwa unaambia Mungu sitatoka kwako. Oh yes. *811*220#. Okay. Kenye kimefanya nikose kupeana wenye unaendelea hata nimepiga simu ndio isimamishwe kwa sasa. Maana hiyo shortcut sasa ime change. Change inapea ukiweka inaimba wimbo mwingine na nimefikiri na nimeona kama sio gospel. Okay. So watu wanaweza kushindwa kwani Njeru Thiga tena amerudi kule. Nikikuja kuna mtu ambaye amenituma akanambia kuna wimbo ambao umeimba nafikiri juzi lakini hujatoa video. Yes. Toria Guy. Yes, very powerful song. That's a very powerful. Inasema Toria ngai wataraga maita maria hana mbataga kuririra shiro. Noria ngai wataraga miake ria Jakubu aturaga rirago kombo-ini. Noguo ngai uturaga taraga maithori maithue tuturagia magongo nago waku. Noguo ngai utaraga maithori maithue tuturagia magongo nago waku. Hapo interpretie huo mtazamaji mwenye asikii hiyo lugha ndivyo. That's a very powerful song. Kama vile ulikuwa unahesabu kama vile Mungu ulikuwa unahesabu siku ambazo Hana alikuwa anapanda Shilo. Na kama vile Mungu ulihesabu miaka. Unajua maandiko inasema ya Daniel alisema alijua kwamba wakati umeisha wa kuishi katika utumwa. Alipohesabu akaona kwa kumbe siku zimeisha. Kwa hivyo ni kumaanisha Mungu alikuwa na hesabu. Akahesabu kama vile Mungu alihesabu hizo miaka, ndivyo Mungu hata saa hii anahesabu. Wale watu bado wanatoa dhabihu mbele zake Bwana. Sio unaenda prayer festival ya kwanza unafunga, unaomba, ya pili unaomba tu, kuna msimu kama huu ambao tuna wakati wa kupeana vitu vyetu hata kwa sababu ya kujenga nyumba ya Bwana. We unatoa tu kanisani mwenu, we unapeana tu,
to the servants of God katika huduma ndio hiyo inaitwa magongona. Yes. Magongona ni kusema dhabihu. Yes. Unatoa dhabihu baada ya nyingine, dhabihu baada ya nyingine. Kumbe kuna Mungu huhesabu, haianguki chini. Kuna Mungu biguni anahesabu ya kwanza, ya pili, ya tatu. Zikifika mahali zinafaa, hata wewe useme sitaki baraka, lazima zitakuja. Hallelujah. Na Mungu hawezi kuacha. Mungu hawezi kuambia watu wamtafute bure. Mungu sio mwanadamu. Hata hapo ninasema Mungu haonge. My pastor anasemaga Njeru, Mungu haongeangi tu ndio sasa mdomo yake iongee. Mungu akisema hivyo, bio inafanya kazi. Yes. Mungu hawezi kuongea. Kama alisema nitakubariki, hakuongea tu. Hawezi si PR alikuwa anafanya. Hapana. Mungu ha-encourage watu ati sasa to word of encouragement. Mungu ananga hiyo ati word of encourage. Mungu anasema hivyo ndivyo inakuwa. Nitakubariki na anakubariki. Sio kuku-encourage. Wacha kuanga. Hapana. Ukisoma Bible, Bible is not encouraging you. Inakuambia kenye kitakuwa. The reality. Yes. Sio ati kukupatia moyo ati uendelee. Ati anakuambia motivation. Hapana. Mungu hawana hiyo. Haongeagi ati sasa ni motivational speaker. No. Sasa haongee sasa. Hapana. What he says is the reality. Yes. That is what will happen. Ndio hiyo ninasema na todo twaragia gayuga ndurekanua nikio tuturagia magongona gwaku uria weranire gayuri mwihokeku nikio tuturagia magongona gwaku. Acha tutoe tu hizo madhabihu, hazitapotea. So utoe video ya huo wimbo. Nitatoa, ninaamini Mungu nitatoa. Mungu ataleta hiyo njia kwa sababu it's a very powerful song. Itatoka. Sasa kwa mtu ambaye anaweza ataka kuongea na wewe na kuwasiliana na wewe, unaweza patikana aje? Na utupea mpaka social media handles, YouTube zote hizo, Facebook zote. Ukisearch uandike caps Njeru Thiga official. Twitter nimeingia huko siku hizi, sikuwa nimeingia. Nimeambiwa niingie. Najaribu kufundishwa na watoto. Okay. Instagram sasa hizo tu. Lakini YouTube enda huko hata saa hii. Yes. Naambianga wale watu wanatutizama, hatuna vitu za kuuza. Lakini ukitazama nyimbo zetu kwa YouTube, uweke tu icheze tu. Na usiskip hiyo ads. Ugoje kama ina kitu mzuri atazama. Ikileta ads baya utaniambia, nitasema itolewe. So unaacha iendelee. YouTube ndio tu kitu kenye naweza kuambia weenda click subscribe kwa YouTube yangu Njeru Thiga official. Yes. Then namba yangu ya simu, mimi uchukua simu ndio hii. Kwa hivyo saa hii sitachukua. Na yes, na ninakuanga strict kitu dogo. Kwa hivyo piga baada ya hapa. Nikikupea namba, ukipiga saa hizi nitaona wewe sio mtu serious. Lakini ukipiga baadaye unicall, uniambie venye na sana message. Message ndio mimi uangalia sana. Simu naweza kosa kushika. Nipigie tu simu, lakini wakati nalia ufinye 101. Okay. Ikilia tu wakati nalia, kama inaimba wimbo 0725 322 726. Anza tena. 0725 322 726. Nisaidie watu wawili. Nani hao? Kuna mtu akona kitu anapendanga kuwa muibaji. Sinipeane nikiwa kwa mitandao. Nasikia msukumo wa kusaidia mtu mmoja. Niko na studio ya recording. Sinaweza kurekodi mtu for free. Yes. Niwe baraka kwa watu watazamaji wenu. Mtu mmoja mwenye atakuja aimbe vizuri nitamrecord na tuhakikishe kwamba nimekuconnect, tumeongea na wewe ndio huyu. Kwa hivyo my brother Boniface, I know you are watching. Nimeamua nipeane. Tumeshika mimi na my brother Boniface. Boniface ni ndugu yule anaimbanga niwe wambararitie ruya rwakwa na iguru maguta namo kajitereria mutwe ngerorera thui kihuru. My brother huyo sikuwasimulia paka veje tulienda China, ni huyo nilikuwa nimepeleka.
Nilienda na yeye China nikamwambia ninajua China sana mimi. Usicheze na mimi. Baada ya kufika huko tulipotea siku 4. Sisi baba tutaongea baadaye. So my brother, nimepeana wimbo mmoja kwa ruhusa yako, tutakuja tu record mtu mmoja huko. Video tutaongea baadaye kama itawezekana. Okay. Lakini mtu mmoja ambaye anapenda Mungu kabisa, uwe na pastor wako, mtu pastor mwenye anakujua, na watu wengine wote mtu angependa kuiba. For now tunaweza ukiongea na sisi, tuna watu tunajiita Diamond Achievers. Diamond Achievers ni watu ambao wangependa kuungana na sisi kama waibaji. Okay. Unakuja, tunaungana, tunaomba pamoja. Kama uko na kipawa cha uibaji, tunakusaidia for free. Okay. Hiyo, lakini lazima ukuwe na mchungaji, tunajua mchungaji. Okay. For free you register with only 2,000. Okay. Lakini huyu nimeambia aje, tutamlipisha chochote. For free. So atarekodi for free, lakini wimbo mzuri wa Mungu, sio wimbo kama wa mtu mwingine amekuja akaanza kuiba hapo ati ulichukua namba yangu ukaifanya na babise, na mimi nasema Mungu anakuona, wewe sio boyfriend yangu tena, wewe nishindwe. Hatuwezi kurekodi kama hiyo. Wimbo unasifu Mungu. Kwa hivyo namba yangu ya simu ni 0725322726. Andika mahali, utanipigia, tutaongea. 0725322726. Tumalize hii kwa sababu yes. So watu ukuja, mimi huona waibaji. Mimi nimefukuza waibaji kwa studio zetu. Turekodi hizo. Hapana, ama video, mtu anakuja anataka shoot video yake. Alafu wimbo wenye anaimba ni wimbo amekuja kulipisha. Anaongelesha mtu. Na mimi na beef anakuja kumjana hapo sasa. Yes. Na wacha nisaidie waibaji. Unaona wimbo wowote unaongea kuhusu ukuu wa Mungu, unapendwa na watu. Mungu anajipenda sana. Yes. Anajipenda. Yes. So ukiimba wimbo, kuja na wimbo unasema ukuu wa Mungu. Ama maybe ushuhuda wako kwenye Mungu amekutoa. Enda na hiyo line. Lakini si kuja kusema mambo ati nilienda siku moja kwa harusi, nikaona nikaona hamunipendi, mlikuwa mnaniangalia vibaya, na mimi nikasema Mungu wangu anawaona. Sasa jibu kama hizo hata ukirekodi hakuna mahali zinaenda. Kama mzee mmoja alikuwa anaitwa Kamiti, alisema sitaenda mahali, nione sasa niko kwa TV, Haiwezi enda mahali. Fanya vitu vinainua Mungu. Tumalizia hapo. Njeru Thiga, mwimbaji wa nyimbo za Injili, kutumia. Amekwambia kwamba utapata deal nzuri ya kurekodi, lakini ni wimbo ambao unamtukuza Mwenyezi Mungu. Usienda hapo na beef, unaenda kukata mtu hapo kwa sababu niko sana. Hata kama umuniongeleshi bado niko. Hapana, si nyimbo za aina hiyo, ni nyimbo ambazo zinampa Mungu tukufu. Na amekueleza safari yake ilivyokuwa na pale ambapo imefika. Yes. So kesho tunapatana kwenye SNS from 10 am mpaka 1 in the PM. Alafu after that kesho kwanza tutakuwa na Faith Ndohio. So wapenzi wa Faith Ndohio tupatane huko from 10 am mpaka 1 in the PM. Alafu jioni tupatane from 5 mpaka 5:30 for Meet the HR show. Na kesho something special for you. Then kutoka 6 mpaka 7:30 tuingie kwenye the right show. So usikose. Sasa tuimbe birthday sisi wote. Happy birthday dear viewer. Tunaimbaga hapa. Happy birthday dear viewer. Viewers, happy birthday to you. Wanaibua leo na mimi. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear viewers. Happy birthday to you again. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear viewers.
Happy birthday to you. Njeru, I know you know hata hatuwezi soma some of the ni nyingi, ni nyingi hata hatuwezi soma kwa sababu maswali. Wani yani ni nyingi hata hatuwezi soma tu. Tuwezi. Na wengi wanasema ya kwamba tukualike wakati mwingine. Ndio naona hapa. Tutakualika. Nitakuja. Tutakualika studio ukuje sasa tuimbe sasa. Kwa sababu Mungu amekuneemesha. Yes. Amen. Kwa kuimba nitakuja kuimba sasa. Asante sana.